makes the hand of God not to reach us. Dhambi hufanya mkono wa Mungu usitufikie. Sin makes us to live in rejection. Dhambi hutufanya kuishi kwa kukataliwa. Some rejection in your life. Kukataliwa zingine kwa maisha yako. It's not family altar. Sio madhabahu ya kifamilia. It is sin. Ni dhambi. It is sin. Ni dhambi. It has brought a garment of rejection. Imeleta vazi la kukataliwa. God told the angel, Mungu akamwambia malaika, remove this filthy garment from Joshua the priest. toa hili vazi chafu katika kwa kuhani Yoshua. We might be worshiping God. Tunaweza kuwa tunamwabudu Mungu. But we are putting on a filthy garment. Lakini tumevalia vazi chafu. A garment of adultery. Vazi la uzinzi. A garment of immorality. Vazi la usherati. A garment of anger. Vazi la hasira. A garment of unforgiveness. Vazi la kutosamehe. A garment of pride. Vazi la kiburi. Tell God to remove that garment out of my life. Ambia Bwana ondoa hiyo vazi ndani yangu. Sin makes God not to hear our prayers. Dhambi hufanya Mungu asiyasikie maombi yetu. The Bible says the prayer of sinners. Biblia inasema maombi ya wenye dhambi is a noise into the sight of God. ni kelele mbele yake Bwana. Am I making some sense? Amina. The prayer of sinners. Maombi ya wenye dhambi. The prayer of sinners. Maombi ya wenye dhambi. They are noise before the Lord. Ni kelele mbele zake Bwana. Why are you praying and God is not answering your prayer? Kwa nini naomba na maombi yako yajibiwi? Because your prayer is a noise before the Lord. Kwa sababu maombi yako ni kelele mbele za Mungu. You are walking and living in sin. Unatembea na kuishi kwa dhambi. There's difference between weakness and sin. Kuna utofauti kati ya dhambi na udhaifu. Many people take sin as if it's a weakness. Watu wengi wamechukulia dhambi ni kama udhaifu. You might have weakness. Unaweza kuwa na udhaifu. You may have weakness. Unaweza kuwa na udhaifu. But don't sin then say it's weakness. Lakini usitende dhambi kisha useme ni udhaifu. Tell God to take that garment out of your life. Ambia Bwana atoe hiyo